roho ya hasira, toka. Toka roho ya hasira. Tunamshika basi. Hatutaki mtumikie Mungu kwa nini? Na hii mitandao ya kijamii imetuharibu kabisa. Watu wanaangalia pornography, wanaangalia picha za uchi, anataka practice kwenye ndoa yake. Yale ni maigizo, sio uhalisia. Hayo ni maigizo ya kompyuta, na wamefanya mavitu vyao kama kwenye picha unashangaa mtu anapiga risasi ati amekufa. Amekufa kitu gani? Ni maigizo hayo. Watu wanataka kuleta kwenye kanisa la Mungu. Na ndio maana wokovu tumepoa. Lazima tubadilike kanisa ili Bwana ashuke. Lazima tubadilike. Tuachane na maigizo ya dunia kule. Kwani kuuliza swali moja, nani alifundisha Adam na Eva ndoa? Nani alimfundisha? Walikuwa na TV wanaangalia? Walikuwa wana nani wanamwangalia kwenye ndoa yao? Walipendana wakiwa hawajafundishwa na yote, ni Mungu mwenyewe. Ndoa yako inafundishwa na Bwana mwenyewe, inafundishwa na Mungu mwenyewe. Sema amina. Acha kupakua vitu vya duniani. Na mitandao ya kijamii imeua viroho vya watu. Kati ya vitu ambavyo vinaua upako ndani ya kanisa ni ndoa na migogoro na matakataka kwenye ndoa. Mnaniangalia vibaya, ngoja niendelee huko. Na hii mitandao ya sasa, tukitoka kwenye hema ya kukutania, sisi si watu wa kutubu na kurudia dhambi. Tukishatubu, tumetubu moja kwa moja, haturudi dhambi, tunaishi maisha matakatifu. Sema amina kama unanielewa. Ili utembee na zile nguvu, ili utembee na ule upako wa kanisa la Matendo ya Mitume, lazima tudumu kwenye maombi. Na tukitua mizigo yetu, tukisamehewa dhambi, tukishaokoka, hatutendi dhambi tena. Mpendwa, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, Biblia inasema atendaye dhambi ni wa nani? Na ndio maana leo tunaombea magonjwa ya poni. Kama majaribu chanzo ni wewe, hata tukuombee, tukuwekee mikono, tukuwekee na miguu, utoe na sadaka, tukukanyagie, tufanye na nini, uende kwa hao jamaa feki wakunyoshe na mafuta, ufanyiwe hivi. Ngoja nikuambie, kama unaishi maisha ya dhambi, hutapokea chochote. Maana karama za Mungu ni takatifu, uponyaji ni mtakatifu, unaingia mahali patakatifu. Lazima udhamirie kuacha dhambi, kuishi maisha matakatifu ili ukutane na Yesu. Sema amina kama unanielewa.